Kuna wakati unaweza kujikuta umekaa peke yako usiku wa manane. Kila mtu amelala, dunia ipo kimya kabisa, lakini kichwa chako kina kelele nyingi. Yaani kuna maswali mengi unajiuliza. Unaangalia maisha yako, unajiuliza mbona mimi kila kitu kinanipita pembeni. Unawaona wale watu uliosoma nao wanapiga hatua. Wengine hata walikuwa nyuma yako darasani, ulikuwa unawazidi kiuwezo. Lakini leo hii unaona wanaishi maisha ambayo wewe ulikuwa unatamani kuyaishi. Na wengine unawaona hawana hata akili kubwa kuliko ya kwako, lakini pesa zinawafuata. Pesa zinawakimbilia, milango inawafungukia na bahati zinawafuata. Lakini ukijiangalia wewe, kila ukianza jambo linaanza vizuri alafu ghafla linakufa. Kila ukikaribia mafanikio kuna kitu kinakuja kinafunga njia yako. Na wakati mwingine unajisikia kama vile kuna ukuta usioonekana mbele yako. Yaani kuna kitu kinazuia wewe usisonge mbele. Unajituma sana lakini matokeo yanakuwa ni madogo sana. Na kitu cha ajabu zaidi ni hiki hapa. Ukisaidia watu wengine wanafanikiwa. Ukimshauri mtu kuhusiana na biashara au kuhusiana na kuanzisha kitu fulani, anafanikiwa sana. Ukimwambia mtu maisha yake yanafunguka. Ukimpa connection mtu maisha yake yanabadilika. Lakini wewe mwenyewe unabaki pale pale. Huendelei mbele. Ukifuata huo ushauri ambao unawapa watu wengine, hausongi mbele. Sasa leo nataka nikuambie kitu kizito sana. Watu wengi huwa wanafikiri kila tatizo ni uchawi. Wanafikiri kwamba kila kitu ni kurogwa. Lakini ukweli ambao watu wengi hawaambiwi ni huu hapa. Naomba nisikilize. Kuna watu hawajarogwa kabisa, lakini signal zao za kiroho zimezimwa. Ndio. Mtu anaweza akawa hai kimwili, lakini spiritually yupo offline. Yaani ni kama simu yenye uwezo mkubwa, lakini inakuwa haina network. Hiyo ni useless. Haina msaada kwako. Na una uwezo mkubwa sana ndani yako. Naomba ufahamu hiki kitu. Universe ilikupa nuru, ilikupa intuition kali, ilikupa nyota ya kung'ara. Lakini katika maisha, kwa kupitia majeraha, maneno mabaya, wivu wa watu, kujichukia, kushindwa mara kwa mara, signal yako ilianza kufifia taratibu. Naposema signal namaanisha nguvu yako ya ndani au nishati yako ya ndani. Na mpaka leo hii unajikuta ujisikii tena nguvu yako ya ndani. Na kibaya zaidi, watu wengi wamezoea kuishi hivyo mpaka wanafikiri kwamba hiyo ndio kawaida au hivyo ndivyo inavyotakiwa kuwa. Sasa leo nataka nifungue siri nzito sana. Naomba usikurupuke kutoka kwenye hii video kwa sababu unaweza kugundua kwamba tatizo la maisha yako halikuwa pesa, halikuwa elimu, halikuwa connection. Tatizo lilikuwa ni signal yako ya kiroho kuzimwa. Nguvu zako za ndani zimezimwa. Na leo nitakuonyesha jinsi ya kuiwasha upya nguvu yako ya ndani. Kwa sababu kuna watu walizaliwa kuwa vyanzo vya utajiri, lakini wanaishia kuwa ombaomba au kuishi kibahati bahati. Na wewe unaweza kuwa ni mmoja wapo bila kujijua. Kwa hiyo hii video ni kwa ajili yako. Tafadhali sana naomba unifuatilie mwanzo mpaka mwisho. Kuna kitu leo utakipata. Huwa ipo hivi, universe ina sheria zake. Na moja ya sheria kubwa kabisa ambayo watu wengi hawaielewi ni hii hapa. Maisha yako ya nje ni kioo cha maisha yako ya ndani. Na hii ndio inaitwa law of mirroring. Yaani kama ndani yako kuna hofu, nje utaona mazingira ya kukuogopesha. Kama ndani yako kuna hisia ya kukataliwa, yaani wewe unahisi kwamba mimi watu wananikataa, utaendelea kukutana na watu wanaokukataa hivyo hivyo. Kama ndani yako unaamini kwamba pesa ni ngumu, pesa haiwezekani kupatikana kirahisi, basi universe itakutumia mazingira ya kukuthibitishia kwamba pesa ni ngumu. Kile kilichopo ndani yako ndicho kinachojidisplay hata nje. Watu wengi huwa wanafikiri kwamba wanachovuta ni maneno yao ya mdomoni. Hapana. Yaani unachokivuta kije kwako ni vibration yako ya ndani. Vile unavyohisi kutoka ndani. Mdomo unaweza ukaongea chochote tu. Unaweza ukasema nina furaha, lakini kumbe moyoni unalia. Sasa universe huwa haiangalii unachokiongea mdomoni, inaangalia kilichopo ndani yako. Na hii vibration ni nini? Vibration ni hali ya nishati
ambayo moyo wako, akili yako na nafsi yako vinaitoa kila siku. Mdomoni unaweza kusema nataka pesa, lakini ndani kabisa moyoni mwako unaamini kwamba wewe hautobahatika, hauna bahati. Sasa universe haisikii maneno yako, inasikia vibration yako, inasikia mtetemo wako unaotoka ndani. Na hapo ndipo watu wengi wanapofungwa bila wao wenyewe kujua. Mtu unakuta tangu utotoni ameambiwa wewe huwezi, wewe sio mzuri, wewe hauna bahati. Sasa hayo maneno yanaingia ndani ya subconscious mind, na baadaye huyu mtu anakuwa mtu mzima, lakini bado anakuwa anaishi kwenye vibration ya kujiona mdogo, ya kuto kujiamini. Na universe inafanya kazi kama kioo. Ukijiona wewe haustahili, basi universe nayo inakutreat kama haustahili. Ukijiona wewe ni maskini, universe inakutengenezea mazingira ya umaskini. Unaanza kukutana na watu maskini, unaanza kukutana na watu wanaoongelea umaskini, na wewe unazidi kuamini kwamba kweli wewe ni maskini. Ukijiona wewe umechelewa maisha, universe nayo inakuletea opportunities zilizochelewa. Kwa hiyo unazidi kuishi katika hali hiyo hiyo miaka na miaka, mpaka unaanza kuona hiyo ndio kawaida yako, mpaka unaanza kuona kwamba wewe unastahili kuishi hayo maisha. Na ndio maana kama ukichunguza, kuna watu ukikaa nao dakika 5 tu unaanza kuhisi kama nguvu inapungua. Yaani wao wenyewe vibration yao ni nzito. Ni watu ambao wamejaa lawama, wivu, maumivu, hasira za huko nyuma tangu walivyokuwa wanakuwa. Sasa watu wa aina hii bila kujijua huwa wanazalisha magnetic field ya negativity. Yaani kila atakayemsogelea atadaka ile nishati anayoitoa, ile nishati mbaya anayoitoa. Sasa naomba unisikilize. Kuna watu huwa wana nguvu ya kuhudumia watu wengine, lakini signal yao ya kupokea imefungwa. Sio, tunaelewana? Hii ni siri nzito sana. Wewe unaweza ukawa unatoa ushauri mzuri sana kwa watu wengine, au unatoa msaada mkubwa sana kwa watu wengine, lakini wewe huendelei, au wewe ukifuata huo ushauri haukusaidii. Unaweza kukuta mtu kila sehemu anaitwa kusaidia. Kanisani yeye ndo anayejituma, kazini yeye ndo anafanya kazi nyingi, ukija kwenye familia yeye ndo msaada wa kila mtu. Lakini maisha yake binafsi hakuna utajiri, hakuna chochote anachofanya kinachomuingizia faida, hapumziki. Utajiuliza ni kwa nini? Kwa sababu subconscious yake imeprogramiwa kwamba yeye ni wa kutoa tu, si wa kupokea. Na universe ikishakuelewa hivyo, itaendelea kukutumia watu wa kuwasaidia, lakini sio opportunities za kukuinua wewe. Na unafanyika daraja la wengine kuvuka, lakini wewe unabaki upande ule ule, unabaki pale pale. Na watu wengi wenye roho nzuri sana ndio wanaopitia hii hali. Yaani wale watu ambao tunawaona ni watu wenye mioyo ya dhahabu. Huyu mtu ukienda na shida kwake anakusaidia. Ukiangalia maisha yake yuko pale pale. Lakini wale anaowasaidia wanazidi kupiga hatua, wanazidi kusonga mbele. Hawa watu wanakuwa wana moyo safi, wana huruma, wana upendo mkubwa, lakini ndani yao kuna guilt ya kupokea. Yaani wanajisikia hatia katika kupokea. Ukimwambia alipo vizuri anaona aibu au anajisikia vibaya. Ukimwambia basi omba hata hela watu wakusaidie, anajisikia vibaya. Ukimwambia basi anza kudai thamani yako uliyoitoa, anaogopa. Anaona watu watamwona vibaya, watu watamchukuliaje. Na hapo ndipo signal ya wingi wa pesa inazimika. Signal ya ustawi inazimika. Kwa sababu universe haiwezi kukuletea kile ambacho ndani yako unaamini haukistahili. Kwa hiyo unaweza ukawa ni mtu mzuri sana, unasaidia watu sana, lakini kinachomata ndani yako unajionaje? Yaani wewe kama ni mtoaji sana, ni mtu wa kusaidia watu sana, lakini ndani yako unajiona wewe hustahili kusaidiwa, basi utaishia tu kusaidia watu wengine, lakini wewe hautapokea kile ambacho unakistahili. Utaanza kupokea kile unachokistahili pale ambapo wewe utaanza kujiona ndani yako kwamba mimi nastahili kupokea hiki kitu, mimi nina haki ya kupata hiki kitu. Kwa hiyo matendo yako au maneno yako hayamati kwa universe. Kinachomata ni ule mtetemo uliopo ndani yako. Wewe unatetema vipi? Na sasa naomba tuingie kwenye eneo ambalo watu wengi huwa wanaogopa kuliongelea. Kuna kitu kinaitwa
shambulio la nguvu za giza. Watu wengi wakisikia hivi huwa wanadhani labda lazima kuwe na uchawi mkubwa sana, vitu vya ajabu ajabu vya kutisha. Lakini naomba nikwambie, wakati mwingine shambulio la nguvu za giza huwa linaanzia kwa kupitia mazingira ya kawaida kabisa. Yaani mazingira ambayo hayahusiani na uchawi kabisa. Mtoto mdogo anakuwa bright sana shuleni, anakuwa na akili sana, ana confidence, ana nuru ya kipekee, lakini ghafla watu wanaanza kumuonea wivu. Watu wanaanza kumwangalia kwa jicho la wivu. Anaanza kuitwa majina mabaya, anaanza kuchekwa, anaanza kuwekewa pressure, na wakati mwingine hata walimu wanamchukia bila sababu. Na pole pole huyu mtoto anaanza kuzima nuru yake mwenyewe ili asionekane sana. Yaani anaanza kujificha ule ubright wake ili asionekane sana na watu wasije kumtazama vibaya, na pole pole nyota yake inaanza kufifia. Sasa huku ndiko kufifia kiroho. Nafsi inaanza kujificha, na matokeo yake mtu anaanza kupata dalili ambazo hata hospitali hazieleweki vizuri. Yaani akienda hospitali hawaoni ugonjwa. Unakuta mtoto anaanza kuumwa maumivu ya kichwa yasiyoisha, anaanza kusahau ovyo, anapoteza confidence ghafla, anajihisi mzito kila wakati, kuchoka bila sababu, anaogopa vitu visivyoonekana, anaanza kujiona hana thamani. Yaani hizo zote zinaweza kuwa ni signs ya kwamba signal au nguvu zake za ndani ilianza kukatwa tangu zamani. Ile hali ya kuogopa kuonekana na watu imeanza kuzima nguvu zake za ndani. Na kitu kibaya zaidi ni hiki hapa. Kadiri unavyoendelea kuamini kwamba wewe ni wa kushindwa, ndivyo unavyoendelea kuzima nguvu zako za ndani wewe mwenyewe. Kwa sababu universe inajibu kile unachokiamini kwa hisia, sio kwa mdomo. Kwa hiyo mtu anaweza asirogwe, mtu anaweza asifanyiwe uchawi wa aina yoyote, lakini kutokana na zile nguvu zinazomzunguka, nguvu anazotoa watu wanaomzunguka kwa kumwangalia na macho ya wivu, kwa kumwangalia na macho ya kumhukumu, zinaweza kumuathiri mtu. Na hawa watu wanaokuzunguka wenyewe wanakuwa hawana intention ya kukuroga wewe au kukuharibia. Ni vile tu wanavyotoa nguvu mbaya za wivu, chuki, kukuchukia, kuto kukukubali. Hizo nguvu zinakuathiri. Sasa mpaka hapa unaweza kuwa unajiuliza, kama mimi ni mmoja wapo, tayari nimeshaathirika na hizi nguvu, natakiwa kufanya nini ili niziondoe hizi nguvu na mimi nibaki msafi, nyota yangu ianze kung'ara upya tena? Naomba unisikilize kwa makini sana. Kwanza kabisa nataka ujue hili: hakuna mtu aliyezaliwa kuwa na laana. Yaani hayupo. Watu wengi wamefunikwa tu na layers za energy chafu, maumivu ya zamani, hofu, lawama na programming mbaya. Na hatua ya kwanza kabisa unayotakiwa kufanya ni kujisafisha. Unatakiwa kusafisha lango lako la kupokea ili uweze kupokea nguvu nzuri na mazuri yaweze kukufikia. Moja ya njia za asili ambazo watu wengi hawazijui ni nguvu ya maji na chumvi ya mawe. Hii nimeshafundisha sana. Maji huwa yana memory ya energy, yana kumbukumbu ya nishati. Na ndio maana ukiingia sehemu yenye amani, hata mwili wako unabadilika. Na ukiingia sehemu yenye ugomvi, unaanza kujisikia vibaya haraka. Sasa fanya hivi: chukua maji safi, weka chumvi ya mawe ndani yake kiasi cha kiganja kimoja cha mkono wako. Kaa sehemu tulivu. Zima distractions zote, yani kama kuna radio, kama kuna TV, kama kuna fujo zozote, ondoa. Then anza kuoga hayo maji. Halafu anza kuzungumza kwa mamlaka. Usiongee kama mtu anayeombaomba. Usiongee kwa udhaifu. Usiongee ukionyesha kwamba wewe ni mhitaji. Ongea kama mtu anayerudisha haki yake. Tamka hivi: ninafuta energy zote nzito zilizobebwa na mwili wangu. Ninaachilia maumivu yote ya zamani. Ninarudisha nguvu yangu ya ndani. Milango yangu ya wingi iko wazi. Ninastahili kupokea. Na wakati unaoga hayo maji, usioge kwa haraka haraka. Usioge tu ili kutimiza ratiba au kukamilisha kitu fulani. Fanya kwa kujitambua. Fanya ukiwa unaelewa ni nini unafanya na nia yako ya ndani ni nini. Yaani hisi kama unaondoa mzigo uliokaa miaka mingi. Siku zote huwa ninawaambia, unapofanya tendo lolote ile la kiimani,
Usifanye tu ili mradi yani kukamilisha tu kwamba nimeambiwa nioge maji ya chumvi, kwa hiyo naoga, najimwagia maji, nimeshamaliza. Hapana. Inatakiwa nguvu kubwa ifanyike kutoka ndani yako. Nia yako izungumze na hakikisha unatetema katika mtetemo unaostahili. Yaani kama umekusudia kujisafisha, basi make sure kutoka ndani yako una nia ya kujisafisha. Elewa kwamba akili yako ya ndani inaamini sana rituals kuliko maneno ya kawaida. Na ndio maana spells nyingi huwa zinapata nguvu pale ambapo unaziambatanisha na tendo. Yaani kama ni kuoga na maji ya chumvi au kunyunyiza kitu fulani, kile kitendo unachokifanya kinayapa yale maneno yako nguvu ya ziada. Na watu wengi huwa wanauliza, hili tendo linafanyika lini? Kwa kawaida, hii energy cleansing au kujisafisha energy yako inakuwa powerful zaidi wakati wa alfajiri, yani asubuhi sana, au usiku wa manane ambapo dunia ipo kimya na vibrations nyingi zimetulia. Kwa hiyo tafuta muda ambapo kuna utulivu wa dunia, either asubuhi sana au jioni ukiwa umetoka kwenye shughuli zako na watu wameshalala. Na kama mtu anajua zodiac energy yake vizuri, yani anaelewa nyota yake ni ipi kulingana na tarehe yake ya kuzaliwa, anaweza kufanya siku ambazo energy yake ipo active zaidi. Na hii huwa ninawashauri watu private, wanaonifuata private kule WhatsApp. Ninakushauri kulingana na nyota yako. Nitakushauri kulingana na nguvu zilizopo katika nyota yako. Na ndio maana huwa nashauri sana, kama unataka kufanya kwa usahihi hizi spells, hizi rituals zote ninazozifundisha, njoo private nikueleweshe kutokana na nyota yako ilivyo. Je, unatakiwa kufanya nini? Siku zipi zina nguvu zaidi kwako wewe? Ni nguvu ipi hasa inayoendana na nyota yako? Sio tu unafanya ili mradi kukamilisha ratiba. Hapana. Kila nyota ina siku yake yenye nguvu na kila nyota ina spells yake ambayo ukiifanya inakuletea matokeo mazuri sana. Kwa mfano, watu wenye nyota zenye asili ya udongo mara nyingi huwa wana connect sana na nguvu ya ardhini. Na watu wale wenye nyota zenye element ya maji huwa wana connect sana na kusafisha hisia zao. Lakini hapa swala la muhimu kuliko zote ni intention yako, nia yako ya ndani. Ukifanya spell huku moyoni mwako hauamini au una wasiwasi, matokeo yanakuwa ni madogo sana. Hautakiwi kufanya spell huku una mashaka au huku unatamani sana kupata matokeo. Hapana. Fanya spells ukiwa na imani kwamba hiki ninachokifanya kinakwenda kuniletea matokeo. Haya matokeo tayari ni ya kwangu na ninayastahili. Sasa nataka nizungumze na wewe ambaye umefika mpaka hapa katika hii video. Kama wakati unasikiliza somo hili umejisikia kama kuna sehemu ndani yako imeguswa, basi jua hiyo sio bahati mbaya. Kuna watu tangu utotoni walibeba maumivu makubwa sana. Walichekwa, walipuuzwa, walitumiwa, walisaidia kila mtu, lakini hakuna aliyewasaidia wao. Na mwisho wakaanza kuamini kwamba labda wao hawana bahati. Lakini leo nataka nikuambie kitu hiki hapa. Haukuumbwa kuwa mdogo. Na hiyo feeling ya kwamba kuna kitu kikubwa ndani yako sio uongo. Kuna watu huwa wanajiona ndani yao kwamba wao ni watu wakubwa sana. Lakini ukija katika uhalisia wanaishi maisha ya kudharauliwa sana. Wanaishi maisha ya kudogodeshwa sana. Sasa naomba nikwambie, hiyo feeling ya ndani yako ndio ukweli wa maisha yako. Tatizo ni kwamba umeishi muda mrefu sana ukiwa umeachana na nguvu yako ya asili. Umeishi muda mrefu sana ukijilaumu, ukijishusha, ukisema maneno mabaya dhidi yako wewe mwenyewe. Na kila ulipoanguka ulizidi kuamini kwamba wewe sio wa mafanikio. Lakini leo unataka ubadilishe hiyo story. Universe haijakuleta duniani kwa makosa. Kuna nuru ndani yako. Kuna uwezo mkubwa sana ndani yako. Kuna uwingi ndani yako. Na watu waliokuzunguka wanaweza wasione. Lakini hiyo haimaanishi haipo. Kumbuka kwamba jua haliachi kuwaka eti kwa sababu tu kuna watu walioni usiku. Na wewe pia nuru yako haijazimika kabisa. Ni imezibwa tu. Lakini sasa inaanza kuwaka tena. Na kuanzia leo hii anza kujitazama tofauti. Usijiite wewe ni maskini. Usijiite mwenye bahati mbaya. Usijisemee maneno ya kushindwa, kwa sababu kila neno unalolisemea ni spell juu ya maisha yako wewe mwenyewe. Kuanzia leo hii anza kusema mimi ni wa thamani, mimi ni sumaku ya pesa, mimi ni mlango wa neema,
mimi ni nuru, na pole pole utaanza kuona maisha yako yanabadilika. Opportunities zinabadilika, watu wanaokuvutia watabadilika, na hata energy yako ya uso itabadilika. Nuru itaanza kuonekana machoni pako, na hata energy yako ya uso itabadilika, kwa sababu ndani yako kutaanza kuwaka tena. Na kama umefika mpaka mwisho wa video hii, nataka ujue kwamba huu ndio mwanzo wa safari mpya ya maisha yako. Safari yako ya kurudisha signal yako, safari yako ya kurudisha nguvu zako za ndani, safari ya kuamsha nguvu iliyopotea ndani yako. Hii ni safari ya kufungua milango ya wingi wa pesa ambayo ilikuwa imefungwa kwa muda mrefu. Na kama unahisi unahitaji mwongozo wa kina zaidi kulingana na energy yako, tarehe yako ya kuzaliwa, vibration yako ya sasa, na namba zako za kuzaliwa za kiroho, unaweza kunitafuta kwa WhatsApp. Nimekuwekea link hapo kwenye comment ya kwanza kabisa. Ukija WhatsApp tutazungumza kwa kina. Nitakusaidia kuelewa nguvu yako ya ndani ipo wapi, nini kinakuzuia, na jinsi ya kuirudisha kwenye alignment yake ya asili. Wenzako tayari wanaanza kuamka, na sasa ni zamu yako. Ukiona umefika hapa, andika kwenye comment, nguvu yangu ya ndani imewaka tena. Kwa jinsi ambavyo unautangazia ulimwengu kwa kuandika na kwa kutamka, ndivyo inavyokwenda kuwa katika maisha yako. Anza kujitangazia ushindi sasa, na utakuwa mshindi.